ngoja nikajue wakina nani. Nakuta ni wa Moravian waliokata shauri. Hakuwa neno kuokoka wakati ule. Kuna neno kufanyaje ndugu zangu? Wamekata shauri. Kaanza kuwahoji, kaanza sasa ndio rafiki zake wa mahojiano nao kutoka hapo walipoanzia, nyinyi mmefanyaje? Akaanza kujizoesha nao. Ndio wakambadilisha moyo John Wesley. Akasema kwa kweli Mungu wa hawa watu ndio ninayemtaka. Imani wanayoibeba ndio ninaitaka. Alipofika Uingereza, alipofika Marekani, akamkuta George Whitefield yuko kule. Kaambia, ndugu, nimetembea. Akasema, na wajua wako hapa. Sema basi tuanze na sisi utaratibu wa kufanya kama wanavyofanya wao. Lakini sasa kanisa letu si ndio lile sasa ukienda kwanza useme. Kwa hiyo kule huwezi kulianzisha. Tunaanzia nyumbani. Kwa tutakuwa tunafunga majumbani hivi. Ndio mwanzo wa kinachoitwa Methodist Church. Kanisa la Methodist. Amina. Walianzisha watu wangapi? Wakaita Methodist, manake ni watu wa kanuni ya kiroho. Alafu baadaye Methodist ikakua miaka wala sio mingi. Wala ikufika hata 50. Wakaambiana kwenye Methodist ni kuishi maisha matakatifu. Hii habari ya kila Jumapili tunakwenda kuungama hii haimo hii. Mtu akisha kata shauri hatakiwi kutenda tena dhambi. Huyo mtu ni mtakatifu. Kwa hiyo tunaanza kuitwa watakatifu. Kiingereza wakaitwa holiness. Simona, hao Methodist wakawa nani? Holiness na wengine wakakomaa, wakina mama wanaitwa Phoebe Palmer na wengine wengi. Wakafika mara wakasema utakatifu bila Roho Mtakatifu hauwezekani. Kwa hiyo ikaanza movement ya kutafuta unini? Upentekoste, kwamba lazima Roho Mtakatifu ndio akusaidie kuwa nani? Kuwa mtakatifu. Amina. Kwa hiyo hao wa holiness yao, watoto wa Methodist, wajukuu wa Anglikana, ndio waliozaa nini? Pentecost. Leo unajua sasa ya kuwepo dada. Haleluya. Unaona huu mchakato wa namna ambavyo watu katika kila kizazi Roho Mtakatifu anawatoa watu kwenye hatua fulani ya anguko. Ukisikia mahala kuna uamsho, maana yake ni kwamba kulikuwa na kufa. Si ndio? Ukisikia mahala kuna uamsho, maana yake kulikuwa na tabia ya nini? Ya kumwelekea kufa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaanza kuhuisha tena aina ya ibada. Ndio hiyo anawaibua watu ndani ya merikebu, wanaona kitu kilika. Sio kwamba watu walikuwa watakatifu hawapo. Sio na walikuwepo wa Moravian wapo. Wameokoka ndio, lakini hawana mawazo ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Amina. Hawana mawazo ya kuishi maisha matakatifu. Wao wanachojua muda wote ni kuomba. Roho Mtakatifu anamwambia hiki ndicho mnachotakiwa mkirudishe kanisani. Amina. Haya maisha ya hawa watu unawaona ya kuomba, kumlilia Mungu, kumtumaini Mungu, haya maisha yanatakiwa rudi kanisani. Kwenye kanisa haya yameondoka, yako mahala nje. Na usishangae Pentecost tumeanza kupoteza. Amina. Hiyo roho ambayo baba zetu awali walikuwa nayo. Amina. Jamani, sisi tumeanza kukata kwenye madini ya watu. Kumsikia Pentecost anatuambi haikuwa inawezekana. Mama mimi nasema kumsikia kabisa, anaambiwa huyu mama muongo huyu. Huyu mama mchawi huyu. Pentecost mzee, walokole, balokole, wale watu wa Bukoba wanaoita. Iko makanisa ya kiroho. Mzee, ulisikia hilo jina?